Gredi ya 7, swali la lazima. Bembelezi. Soma wimbo ufuatao kisha ujibu maswali yafuatayo. Wanjuku wangu we, mimi ni nyanya yenu we, sina nguvu tena za kumuua simba alimuua mama yenu na pia kaka yenu mkimuona simba wanangu torokeni, yee! Huu ni wimbo wa aina gani? Jibu ni huu ni wimbo wa watoto. Eleza sifa 3 za wimbo huu. 1, tuko na urandindi, pia huitwa takriri au pia you can say urudihaji wa maneno. Pili, sifa ya pili ni matumizi ya maneno au sentensi fupi fupi. 3, huimbwa kwa sauti ya juu. Obvious, watoto wanapoimba hawezi imba kwa sauti ya chini, bali wataimba kwa sauti ya juu. 4, huimbwa na watoto wakati wa kucheza. Huimbwa na watoto wakati wa kufanya nini? Wakati wa kucheza. 5, takupatia mingi kabisa ili uweze kuchambua yenye itakuwa rahisi kwako, kwa sababu haya ni maswali ya lazima kwenye karatasi ya gredi ya 7. 5, unasema watoto wanahusisha viungo vya mwili. Wanachezesha viungo vya mwili kama vile viuno, mikono, shingo. Wanachezesha viungo vya mwili. Sasa hiyo ndio sifa ya 5 ya wimbo wa aina hii. Swali lingine. Andika au taja aina zingine zozote za nyimbo. Tuko na aina nyingi sana za nyimbo, lakini hapa nitakupa 3 tu kulingana alama tulizopewa, alama 3. Nyimbo za bembelezi ambazo huimbwa kubembeleza mtoto ili aweze kulala au anyamaze au atulie au aache kulia. Pili, kuna nyimbo za kazi zinaimbwa watu wanapofanya kazi ili kuwatia motisha waweze kufanya kazi kwa muda mrefu. 3, tunasema kuna nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa pia huitwa sifo, ni nyimbo zinazoimbwa kanisani ili kuweza kumpa Mungu sifa. Kuna aina zingine za nyimbo, lakini kwanza tulia na hizo kwa sababu ya muda, na tena alama tulizopewa ni alama 3. Swali lingine. Taja wahusika kwenye wimbo huu. Taja wahusika kwenye wimbo huo. So, wahusika wa kwanza tunaweza sema ni watoto. Watoto ndio wanaoimba ule wimbo, kwa sababu kuna mahali wamesema watoto wangu So, mwenye anasema watoto wangu ni mtoto mwenzake anayeimba, anasema watoto wangu So, yeye anajifanya ni mlezi, lakini ni nyimbo za watoto zinazoimbwa pale uwanjani wanapocheza. Kwa hivyo mhusika wa kwanza ni mtoto, na mhusika wa pili pale ndani ni wasikilizaji ambao wanasikiliza zile nyimbo ama wanatazama. You can say wasikilizaji au watazamaji. Swali lingine la lazima kabisa, na ukikosa hili swali ukuje uniulize kwenye comment section. Fikiria umepewa nafasi ya kuwasilisha wimbo huu kwenye darasa lako. Umepewa nafasi ya kuwasilisha wimbo huu wapi? Kwenye darasa lako. Hebu taja mtindo ya kuwasilisha. Taja mitindo ya kuwasilisha wimbo ule. Alama ni 4. 1, kutakuwa na urudiaji wa sauti au maneno. Unasema sentensi alafu anarudia nyuma yako. Kwa mfano, watoto wangu nao wanasema watoto wangu So, unaona? Kwa hivyo unapopewa nafasi ya kuwasilisha kwenye darasa, jambo la kwanza kuwe na urudiaji wa sauti au maneno. Alafu pili, kuchezesha viungo vya mwili. So, unasimama pale mbele ya darasa, ushike kiuno, unachezesha mbele nyuma, kando, kushoto kulia, nyuma mbele, unaona? Kwa hivyo hiyo itawaweza capture ama kushika mafikira ya wale wanaokutazama.
Tatu, kuna huambatana na michezo ya watoto. Kwa hivyo pale darasani unaweza pia cheza kidogo michezo inayochezwa na watoto. Nne, unaweza beba vifaa kama vile mia na serere. Mia na serere ni wingi wa mwana serere. Hii ni ndoli tunayozungumzia. Unaweza beba ndoli ambayo inafanana na mtoto. Unaimba ukiwaonyesha vile ambavyo tunaweza imba pale uwanjani. Naam, wimbo wa pili ambao ni wa lazima kwenye karatasi yako ya gredi ya 7. Kumbuka tunadurusia mitihani ambayo inaletwa pale darasani, na napenda kujua ni wapi watoto wanapenda sana tutayarishe. Lala mtoto lala, mama anakuja lala, akupe maziwa lala. Lala mtoto lala, baba anakuja lala, akupe matunda lala. Lala mtoto lala, mlezi anakuja lala, akufunike vizuri lala, akuletee maziwa lala. Swali la kwanza, huu ni wimbo wa aina gani? Jibu ni bembelezi, kwa sababu mtoto anabembelezwa halale. Naona lala mtoto lala, mama anakuja lala, akupe maziwa lala. Lala mtoto lala, baba anakuja lala, akupe matunda lala. Kwa hivyo huu ni wimbo wa nini? Bembelezi. Nabembeleza mtoto au kuongoa mtoto aweze kulala au pia anyamaze kulia. Nambari ya pili, eleza sifa za wimbo huu. Sifa ya kwanza ni kwamba kuna ule wimbo umejaa urandindi. Urandindi ni sana urundiaji wa maneno. Urundiaji wa maneno kama vile lala mtoto lala, lala mtoto lala, lala mtoto lala. So neno lala limerundiwa sana na mtoto. Nambari sifa ya pili tunasema matumizi ya maneno au sentensi fupi fupi. Tatu, huimbwa kwa sauti nyororo. Sasa huku tunaimba kwa sauti nyororo. Tunaimba kwa sauti nyororo ili mtoto aweze kulala. Huwezi shautia mtoto. Ukimshautia kweli ataweza kulala? Sema hapana. Kwa hivyo tunaimba kwa sauti nyororo. Nyororo ni soft voice. Nambari ya 4 wacha nikuongezea siwe mengi kidogo. 2, ala za muziki huwa hazitumiki. Huwezi tumia instrument hapa unapobembeleza mtoto alale. Hiyo ndiyo swali la pili linavyokamilika. Jadili namna ya kuwasilisha wimbo huu kwenye darasa. So kwenye darasa, jambo la kwanza kabisa utabeba mwanasesere, that is ndoli. Ndoli inayotoshana na mtoto, inayofanana na mtoto. Useme tu you know it's a doll. So ubebe ndoli, alafu unamtikisa pale darasani unapomwimbia lala mtoto lala. So shake that baby of yours ili watoto waweze kuona. Pia unaweza tumia sauti nyororo, kuna kutumia urandindi. Pia unaweza uliza maswali balagha. Taja aina zingine za nyimbo ambazo unazojua. Kuna nyimbo za watoto ambazo zinaimbwa na watoto. Kuna nyimbo za sifa zinaimbwa kanisani. Kuna nyimbo za njando zinaimbwa wakati vijana au wakati wavulana wanatahiriwa. Nyimbo za kazi zinaimbwa wakati wa kazi na kadhalika. Na tumefikia mwisho wa maswali yetu ya lazima kwenye gredi ya 7 Kiswahili. Share this video, comment and subscribe where possible. Na tuonane tena katika karatasi ijayo au pia katika somo lijalo.